Shalom shalom, Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Leo ni siku ya 3 ya maombi yetu ya mpenyo wa ndoa. Tuliomba siku ya kwanza, tuliomba kuhusu asili, tulijitenga na asili, lakini siku ya pili tuliomba kuhusu majini mahaba. Tulisema kwamba majini mahaba yanaweza yakakuzuia wewe kuingia kwenye majira yako ya ndoa, yakakuzuia wewe kuolewa au kuoa, kwa sababu unakuwa umeolewa kiroho. Majini mahaba yanaingiaje? Kwa njia ya ndoto, kuangalia vitu vichafu. Lakini pia leo tutaenda kuomba kuhusu tabia zetu. Kuna baadhi ya tabia zetu zinasababisha tusiingie ndani ya ndoa, tusipate wenza sahihi kwa sababu ya tabia zetu. Neno la Mungu linasema mshahara wa dhambi ni mauti. Una tabia gani ambayo inafungua milango ya nguvu za giza? Na hiyo milango ya nguvu za giza ikishafunguka, nguvu za giza zinakuzuia wewe usiingie kwenye ndoa. Kuna tabia nyingi sana ambazo tumekuwa tunazifanya kila siku. Neno la Mungu linasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi inapoingia, mauti inaingia. Mauti ikiingia, hamna kitu kitakachozaliwa hapo kwako. Imagine mtu amekufa. Maybe tuseme mtu ndio amekufa, afu nasema huyu mtu anatakiwa azae au apate mtoto azae. Uwezi ukamzalisha marehemu. Kwa hiyo kitu chochote ambacho kimekufa akiwezi kikaleta matunda. Unapoingiza dhambi, kuna mahusiano uliopo, hayo mahusiano hayawezi yakazaa matunda. Hata yakizaa matunda, matunda yake yanakuwa ni machungu. Hata yakizaa matunda, matunda yake yanakuwa ni ya vilio. Utazaa lakini kwa tabu. Kwa hiyo kitu ambacho kinasababisha tusiingie kwenye ndoa au milango ya ndoa isifunguke ni tabia zetu. Imagine wewe ni msichana, unamwomba Mungu kwa habari ya ndoa, lakini ni mvivu. Unaamka saa 5 dada. Unaamka saa 5, ukiangalia chumba chako vurugu, mechi hakieleweki. Ni Mungu gani ambaye atakupa huyo mtoto wa mtu ili ukamfanyia uchafuko kwake? Ni Mungu yupi huyo? Mungu anakupa kitu akiona utayari wako. Je, moyo wako umebeba utayari wa kupata kile kitu ambacho unamwomba Mungu? Moyo wako una utayari? Wewe mtu unamwomba Mungu akupe ndoa, lakini wewe ni mvunjaji wa ndoa za watu 100%. Unajua huyu ni mume wa mtu, unatembea naye, unalala naye. Mungu gani atakupa ndoa ambaye wewe unasababisha machozi ya mwanamke mwingine yatoke kwa ajili yako? Unatembea na wake za watu vibaya mno. Unawapa mimba wasichana, unawakataa vibaya mno. Wewe unatembea na wanaume wa kila aina, afu unasema Mungu akupe ndoa. Nimewambia mshahara wa dhambi ni mauti. Ni ndoa gani unaitaka? Ni ndoa ya mauti au ndoa ya vilio, ndoa ya vitisho? Ndoa gani unaoitaka? Ili Mungu akupe kitu, anaangalia utayari wako. Ndio maana hata tunapoenda shambani, labda tunasema tunaenda kupanda maharage, ni lazima uangalie huu ni msimu wa maharage, nikipanda yataota. Ndivyo Mungu anaangalia hivyo hivyo, huyu yuko tayari kupata ndoa. Je, nikimpa hii ndoa ataenda sawasawa na matakwa ya ndoa? Atahendo hii ndoa au ataishiwa kuolewa siku 2 na kuachika? Siseme walioachika wote labda ni kwa sababu hawakuwa tayari. Zingine ni nguvu za giza zinazuia watu waachike. Wengine ni asili za kwao. Tumezungumza sana kuhusu majini mahaba, asili, lakini leo tunazungumzia tabia zetu binafsi. Kwa hiyo leo hatutaenda kuomba sana, lakini tutaongea sana. Nitafundisha sana kuhusu tabia zinavyoweza kukuzuia wewe kuingia kwenye ndoa. Neno la Bwana linasema, tukisoma ni kitabu gani? Linasema jawabu la ulimi, maandalio ya moyo. Okay. Leo tutafute neno hapa, tutaendelea kusoma.
Tunaendelea sasa. Niliwaambia kwamba tutaenda kusoma neno la Mungu linalohusu maandalizi ya kuingia kwenye ndoa. Nimewambia Mungu anampa mtu kitu ambaye yuko tayari. Ni sawasawa na leo wewe uende kama labda mtoto wa miaka 2 aje akuombe, mwanao wa miaka 2 aje akuombe umnunulie gari, afu hilo gari alitoa aende nalo barabarani. Utampa? Hauwezi ukampa, kwa sababu unajua kabisa nikimpa litamuua. Nikimpa mimi kama mzazi nitakamatwa. Unampaje mtoto wa miaka 2 gari? Kwa hiyo kuna muda, kuna vitu ambavyo tunamuomba Mungu atupe, hatupi kwa sababu hatujawa tayari. Bado sisi tuna utoto mwingi. Akikuangalia wewe anaona huyu ni mtoto. Kama anaamka saa 5, anaamka saa 5. Huko kwake akienda ataamka saa ngapi? You are still a baby. Kwa hawezi akakupa kitu Mungu kama wewe hauko tayari, haujawa tayari kuwa nacho, haujafikia kiwango cha kuwa tayari kuwa nacho. Neno la Mungu linasema kwenye Mithali 16 mstari wa 1, maandalio ya moyo ni ya mwanadamu, lakini jawabu la ulimi hutoka kwa Bwana. Kwa hiyo ili Mungu akupe kitu, ni lazima kwanza wewe uoneshe umejiandaa, umejipangaje. Hebu fanya kama mwanamke, unataka ndoa. Hebu act saizi kama upo kwenye ndoa, kwamba natakiwa uamke mapema, inatakiwa uwe msafi, inatakiwa ufue nguo zako vizuri, inatakiwa ujipende, inatakiwa ujue kupika, inatakiwa ujue kumuendo mume. Ili Mungu akupe ndoa ni lazima uwe na moyo wa mke. Moyo wa mke. So hata pia unavyoenda kuomba naambia Mungu ninaomba moyo wa mke. Mke, sio mke tu, mke mwema. Kwa sababu neno la Mungu pia linasema apataye mke apata kitu chema, naye apata kibali kwa Bwana. Wewe kama mwanamke, wewe ambaye unaomba ndoa, ni lazima ujijue kuwa wewe ni kitu chema na umebeba kibali cha mume wako. Ili mume wako awe na kibali, ni lazima wewe uwe kitu chema. Sasa kama unaomba ndoa alafu wewe bado sio kitu chema, inakuaje Mungu kukupa hiyo ndoa akati bado wewe sio kitu chema? Utaenda kuzaa nini kwenye hiyo ndoa? Kama inatakiwa wewe usababishe mume wako apate kibali, utaenda kuzaa nini kama wewe sio kitu chema? Kitu chema kinaanzia kwenye tabia yako. Kitu kuwa mwema, wanasema mke mwema utoka kwa Bwana. Mke mwema ni wewe mwenyewe. Wewe mwenyewe ndo mke mwema, na inatakiwa hivyo vitu vyema tuanze kuviona kabla haujaingia kwenye ndoa. Nimeonyesha mfano kwamba mtu unatembea na mume wa mtu, alafu wewe usiku kucha unaomba ndoa. Ni Mungu gani huyo ambaye atakupa ndoa? Yupi? Mungu gani? Mungu yupi ambaye atakupa ndoa huku unavunja vya wenzako alafu unataka wewe kitu chako? Ni yupi huyo Mungu? Neno la Mungu linasema usizini, lakini wewe msichana, wewe kijana umekazana unazini, unafanya vitu vya ajabu. Unasema mimi siwezi kukaa bila kufanya seksi, mimi siwezi kuwa na mahusiano bila kufanya seksi, alafu unaenda kumwomba Mungu akupe nini? Akupe ndoa. Tabia zetu zinamzuia Mungu kutupa vitu vyema. Yesu unaweza ukapata vitu sana, mbona fulani alikuwa anafanya hivi, tabia hizi na hizi, lakini akaingia kwenye ndoa. Umeangalia ndoa yake. Neno la Mungu linasema misingi ikiharibika mwenye yake afanye nini? Kwa sababu ndoa inajengwa na msingi. Sasa hiyo ndoa ambayo unaitaka wewe unaijengea msingi upi? Unaijengea msingi upi ili ndoa yako iwe imara, ili shetani asipate nafasi ya kuishambulia ndoa yako? Kuna tabia ambazo tunazifanya leo, tunazifanya kwa sifa na unaona kabisa hii tabia mbona iniletee madhara, mbona fulani alikuwa anafanya lakini akaolewa. Msingi wake upoje? Unamfungulia shetani nafasi. Unakuta ndoa nyingine ni rahisi sana kuvunjika kwa sababu ya misingi. Kwa sababu ya misingi. Ndio utasema ndio nitafanya, lakini nikiingia kwenye ndoa tutarekebisha. Jamani, Mungu hadhihakiwi. Kitu ambacho unajua ni dhambi, hiyo ni dhambi tu, haibadilishiki. Unafanya dhambi kwa makusudi ukitegemea utaingia utabadilika. Mkisha wana vitananili
mtabadilisha mwenendo. Kuna vitu vingine ni kujidhabihu, jitoe sadaka kwamba nimeamua sitafanya hiki kitu mpaka pale nitakapoolewa. Ili usimfungulie shetani nafasi, kwa sababu unavolalala na wanaume, wewe mwenyewe unajifunga nafsi yako mwenyewe. Kwa hiyo kesho tutaendelea kuongelea habari ya soul ties. Unajifunga nafsi yako mwenyewe unapofanya tendo lile, linaitwa tendo la ndoa. Kwa wewe kwenye ulimwengu wa roho tayari wewe ni mwanandoa. Tendo la ndoa alijaitwa tendo la wapenzi. Lingeitwa tendo la wapenzi, mbona ingekuwa tunafanya? Kwa sababu ni tendo la wapenzi. Lile ni tendo la ndoa, kwamba mmefanya kitendo cha ndoa. Hicho kitendo kimewaunganisha katika ulimwengu wa roho. Sasa imagine leo umelala na huyu, kesho umelala na huyu, kesho umelala na huyu, kesho umelala na huyu. Umeunganisha nafsi ngapi? Wewe umeolewa na watu wangapi kwenye ulimwengu wa roho? Jiulize tu. Hicho kitu tutakiongelea kesho. Leo tunadili na tabia zetu ambazo ndio hizo za kulalala na wanaume, kulalala na wanawake, zinatufungia sisi milango ya kupata wenza sahihi. Utapata ndio, lakini neno la Mungu linasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara utaupokea, yaani tamtam yake utaipata pia. Tabia zinavyoweza kuzuia ndoa. Kuna mwingine ndio umeokoka vizuri, haufanyi vitendo vya ajabu, lakini dada, una mdomo mchafu, una hasira, una tabia ngumu, una majibu. Yaani una majibu mpaka huyo kijana au mpaka huyo binti mwenye sasa hivi nitaolewa na shetani au ni nani, hivi ukweli ameokoka? Yaani tukiangalia tabia zako, tukiangalia vile unavyohudhuria kanisani, unavyoitwa mama pasta, lakini huo mdomo ukifungua, jamani, tabia zetu zimpendeze Mungu. Ili Mungu akupe kitu chema. Wewe unaomba kitu chema, ni lazima pia na wewe uwe mwema. Sawa? Neno la Mungu linasema Mithali 21:19, heri kukaa nchi ya ukiwa kuliko kukaa na mke mgomvi mwenye hasira. Kumbe hasira pia ni kizuizi kikubwa kinachosababisha sisi tusiingie kwenye ndoa. Imagine Mungu anakuambia heri kukaa nchi ya ukiwa. Ukiwa ni kuwa mpweke, yani is better ukawa single, yani ukawa single kabisa, single ukamwomba Mungu aendelee kukuletea mtu mwingine, kuliko ukaoa kama mwanamke kakali, kana hasira za hapa na pale, kana fume, alafu kanajiita kalokole. Ukisoma nimewambia tabia zinaweza zikatufungia milango ya ndoa. Hebu chunguza tabia zako. Ndio umeokoka, chunguza. Hata wewe ambaye hujaokoka, chunguza tabia zako. Unaachwa kwa sababu gani? Mithali 22:24-25. Usifanye urafiki na mtu mwenye hasira. Yaani kwamba hapa anazungumzia ni hasira. Kumbe hasira zinaweza zikakutoa kwenye nafasi. Wala usiandamane na mtu mwenye ghadhabu. Usije ukajifanyia njia zako ukanasa nafsi yako. Kwa hiyo hasira zinaweza zikanasa nafsi ya mtu. Lakini pia kuna tabia zingine. Kuna mtu wewe sio mvumilivu kwenye mahusiano. Kuna vitu unavitaka, umejitengenezea picha zako, unataka mwanamume mwenye gari, unataka, yaani kuna vitu vikubwa unavyovitaka. Jamani, sio kila mtu atakaye kuja kwako ana kila kitu, au sio kwa sababu rafiki yako aliolewa na mtu ana kila kitu basi na wewe utapata mtu mwenye kila kitu. Hapana, kila mtu ana njia zake. Tunakosa upendo, tabia ya kukosa upendo. Upendo uvumilia, ni mwema. Upendo hausudu, haujivuni, haujitafuti mambo yake wenyewe, au chukizi. Kwa hiyo ni lazima uwe na upendo. Uzinzi nimeshaongea huko mbele. Ukisoma Ibrania 13:4, neno la Mungu linasema ndoa na iheshimiwe na watu wote na malazi yawe safi, kwa maana washerati na wazinzi Mungu atawahukumu. Kwa hiyo chochote unachokifanya saizi kabla ya ndoa, jamani, kuna hukumu zake. Kuna matendo ambayo unaona yanakuzibia kabisa, jamani, yanakuzibia mpenyo wa ndoa.
Unaweza ukaomba, ukafunga, lakini kama una tabia chafu, kama una tabia mbaya, hautaiona ndoa. Hautaiona au unaweza ukaiona lakini ikawa ni majuto, ukajuta kuolewa. Kwa hiyo leo Mungu atusaidie sana. Tutaenda kuomba rehema juu ya tabia zetu, lakini pia tutamwomba Mungu atusaidie sana. Roho Mtakatifu atusaidie sana. Tuwe watu wema, tuwe wake wema, tuwe waume wema kabla ya kuingia kwenye hizi ndoa. Tunataka ndio, lakini upo tayari? Neno la Mungu linasema maandalio ya moyo wa mwanadamu, jawabu latoka kwa Bwana. Mungu ana majibu yetu, lakini anaangalia utayari wetu pia. Kwa tutaingia kuomba wapendwa, tumwabudu Mungu kwa kifupi, alafu tutaomba Mungu atusaidie. Tutaomba rehema juu ya tabia zetu. Tumetambua kumbe kuna tabia ambazo tulikuwa tunazifanya zimetufungia malango ya ndoa. Mungu akubariki sana. Usiondoke. Maombi ni mazuri sana, usiondoke, mwabudu Bwana, alafu tutaingia moja kwa moja kwenye maombi. Tutaomba sana toba, lakini pia tutamwomba Mungu atusaidie sana tabia zetu. Kuna tabia zingine mtu umeshindwa kuacha, una hasira iliyopitiliza. Mungu akusaidia kuondolee hiyo hasira. Vingine ni vifungo. Unasema sisi kwetu tuna hasira sana. Vingine ni vifungo vya asili kwamba yani wewe kitu kidogo tu umefyumu, Ni nani ataka na huyo mwanamke ambaye anafyumu kila dakika? Nani? Mwanaume ametoka huko amechoka na wewe, kwa sababu yani mwanaume anaweza akawa yuko kazini, yuko busy, eti kwa sababu hajakupigia mchana mzima. Mmeongea asubuhi, hajakupigia mchana mzima, yuko busy, umekasirika. Jamani, ni mwanaume gani ambaye anataka mateso saa hizi? Ametoka kutafuta huko amechoka, na unakuja huko unamletea mambo yako ya kuleta. Tumwabudu Bwana, watu wa Mungu. Alafu tutaenda kuomba rehema. Alafu tutamwambia Mungu ashughulike na tabia zetu ambazo zimekuwa ni ngumu, tunashindwa kuziacha.
Bwana Yesu asifiwe. Tumetoka kumwabudu Bwana. Mimina moyo wako mbele za Bwana. Omba toba. Tumegundua kwamba tabia zetu ni vizuizi vinavyotuzuia sisi kuingia kwenye ndoa zetu. Tabia zetu ni vizuizi, tumegundua. Tuombe rehema. Neno la Mungu inasema rehema za Bwana ni mpya kila siku. Rehema za Bwana zinatufanya sisi tusiangamie. Ni kwa rehema za Bwana tuangamie. Kwamba tabia zetu zinaweza zikatuangamiza. Neno la Mungu tena inasema kwamba tabia zenu zimenifarakanisha na nyinyi. Kwamba tunaweza tusipokee majibu yetu. Mafarakano na Bwana, unapofarakana na Bwana huwezi kuona majibu, hauwezi kuona mpenyo kama wewe umefarakana na Bwana kwa sababu ya tabia zako. Kwa hiyo tunaenda kuomba rehema, lakini tunaenda kumwambia Mungu atusaidie, atutengeneze, aturekebishe. Sisi hatuwezi, tunasalenda tabia zetu kwa Mungu. Kuna mwingine umejaribu kuacha hiyo tabia yako. Umejaribu kuacha lakini hauwezi. Yeye unajikuta tu unafyumu, unajikuta tu unajibu vibaya, unajikuta tu mnakasirika. Mungu atusaidie sana. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunasema asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante tena kwa ajili ya siku ya 3 ya maombi yetu ya mpenyo. Na leo Bwana umesema tushughulikie tabia. Umetuasa kuhusu tabia zetu wenyewe. Tunakuja mbele zako Mfalme wa amani tukisema asante kwa neema na kibali ulichotupa. Tunasema asante kwa neema na kibali ulichotupa. Tunasema asante kwa kuwa utatusaidia sana. Tunakuja mbele zako tukiomba rehema zako mtakatifu. Tunakuja mbele zako tukiomba rehema zako Bwana. Tunakuja mbele zako tukiomba rehema zako Bwana. Tunaomba rehema zako juu ya tabia zetu Bwana. Tunaomba rehema zako juu ya tabia zetu mtakatifu. Tumegundua sisi ndiyo vizuizi wenyewe kwa sababu ya tabia zetu. Tumegundua pia sisi ndiyo vizuizi. Tumegundua pia tabia zetu ni vizuizi Bwana. Tunaomba ribo yata liko naya. Kama unaweza kunena kwa lugha, unaweza kunena kwa lugha. Tunaomba rehema zako Bwana. Tunaomba rehema zako mtakatifu. Tunaomba rehema zako Baba yetu. Tunaomba rehema zako mtakatifu. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema Bwana. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema Bwana. Maana zimekuwako tokea zamani. Uturehemu Mfalme. Uturehemu Jehova. Uturehemu kimbilio. Ribo naya sete leko shata riko sete leko ya liko sete reko shata liko yata liko naya. Tunaomba rehema zako Bwana. Urehemu watoto wako Bwana. Tunaomba rehema zako Mfalme. Yarako naya sete leko shata liko sete leko yata liko yete leko naya riko sete yarako yete leko shete leko sete maraka taya liko naya sete maraka tia liko sataya liko shete maraka tia liko sata. Baba, tunaomba rehema zako Yesu. Tunaomba rehema zako Yesu. Tunaomba rehema zako katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, maana zimekuwako tokea zamani. Maana rehema zako ni mpya kila siku Bwana. Uturehemu mtakatifu. Rehemu tabia zetu. Rehemu tabia zetu. Rehemu tabia zetu. Rehemu tabia zetu. Riko shata riko naya riko sete maraka tia liko sete maraka yata liko naya riko sete maraka taya liko shete maraka tia likosa yarako naya sete maraka tia likosa taya. Baba, rehema zako katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Liko naya sete maraka tia likosha maraka yata liko yete leko sete yarako yete leko naya sete lekosa yete lebakata shete lekosa yete leko sete maraka taya. Baba yangu riko yete leko setea. Baba, ninaomba rehema zako Yesu. Ninaomba rehema zako Yesu. Ninaomba rehema zako Yesu. Ninaomba rehema zako Yesu. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema Yesu. Katikati ya ghadhabu riko yata liko naya liko sete leko shete leko yete leko yata liko naya liko sata liko shetea riko setea liko yataya libo naya sete leko shataya.
Ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako Bwana, ninaomba rehema zako Mtakatifu. Riko sata liko shete leko sete marakatia libosa ya rako na ya sete leko shete marakatia likosa ya rako yete leko sete marakataya. Yesu, ninaomba rehema zako. Yesu, ninaomba rehema zako. Yesu, ninaomba rehema zako. Yesu, ninaomba rehema zako. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Maana zimekuwako tokea siku nyingi, maana zimekuwako tokea zamani. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema Bwana. Tunajua tumekosea Bwana, tunajua tumejifungia milango yenyewe kwa sababu ya tabia zetu Bwana. Tumejifungia milango kwa sababu ya tabia zetu Bwana. Tunaomba riko yata liko na ya setea liko shete marakatia libosa yete leko sete malakataya. Baba yangu riko sete marakataya. Baba riko shete leko sataya. Baba riko shata liko sataya. Baba rehemu watoto wako. Yesu, rehemu watoto wako. Uturehemu Bwana, uturehemu Mfalme, uturehemu, utufungulie tena malango yetu ya ndoa. Uturehemu, utupe tena watu sahihi. Uturehemu Mtakatifu. Tumegundua tabia zetu. Riko yata liko na ya sete marakatia liko shete leko sata liko yata liko na ya riko siata liko yata liko shete leko sete leko yata liko yata liko shete leko sete leko yata. Ninaomba rehema zako, ninaomba rehema zako juu ya tabia zangu Bwana. Ninaomba rehema zako. Endelea kuomba, msi Mungu. Omba rehema juu ya tabia zako. Ninajua kila mmoja anajua tabia yake ambayo inamkera, ambayo imekuwa ni kizuizi kikubwa cha ndoa. Wengine ni hasira. Omba rehema juu ya hasira. Omba rehema juu ya tabia zako. Omba rehema, omba rehema, omba rehema, omba rehema. Unapoomba kwa Mungu rehema, Mungu anafungua mlango mwingine. Ribo siata liko shete leko yata. Vitu vipya vinazaliwa. Liko naya liko sete leko shata liko naya ribo yata. Unapomwomba Mungu rehema, ina maana unamaanisha wewe haustahili kupata hicho kitu, lakini kwa rehema zake anakustahilisha. Rehema zake zinakutengeneza upya. Rehema zake zinafungua malango mapya. Rehema zake zinafanya uone vitu vipya. Rehema zake zinakuletea watu wapya. Ribo sete leko shata liko naya liko yata liko yete leko sete marakatia liko shata liko sete malakataya liko yete leko shata. Baba, rehema zako. Yesu, 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 rehema zako. Katikati ya ghadhabu Bwana, kumbuka rehema Bwana. Riko shete leko sete leko yata liko naya liko se liko yete leko sete leko shata liko sete leko yata. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema. Katikati ya ghadhabu kumbuka rehema, maana zimekuwa kutokea zamani. Riko shata liko naya riko sete leko yata liko sete marakataya. Kumbuka rehema katikati ya ghadhabu Bwana. Kumbuka rehema. Uturehemu Bwana. Rehemu tabia zetu mbaya Bwana. Rehemu Bwana. Rehemu Bwana. Uturehemu juu ya tabia zetu Bwana. Tunaomba rehema juu ya tabia zetu Bwana. Tunaomba rehema juu ya tabia zetu Bwana. Tunaomba rehema juu ya tabia zetu Bwana. Kuna mwingine tabia yako ni kuwazia wengine mawazo mabaya. Yaani ukiingia kuna mahusiano, wewe tabia yako, yaani wewe ni overthinker. Unawaza vitu vibaya 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 juu ya mwenzako. Muda wote unawaza kama anakuchiti, muda wote unawaza kama mtaachana. Huo ni mlango ambao adui anapitisha vitu vyake. Vile unavyoviwaza vinatokea hivyo hivyo. Liko sata rako shete leko yata liko sete. Tuache tabia kujiwazia mabaya. Baba, ninaomba rehema zako. Baba, ninaomba rehema zako. Yesu, tunaomba rehema zako. Tunaomba rehema zako watoto wako Bwana. Tunaomba rehema zako Yesu.
Yarako sete marakatia liko shete leko sata. Liko naya sete leko shete leko yata. Liko yete leko sete marakatia likosa. Yalaba naya rako sete marakataya. Baba tunaomba rehema zako. Baba tunaomba rehema zako. Baba tunaomba rehema zako. Baba tunaomba rehema zako. Utusafishe kwa hisopu yako. Utusafishe kwa hisopu yako. Ututakase kwa damu yako. Utakase tabia zetu. Utakase mienendo yetu. Ututakase Bwana. Utuoshe Bwana. Riko sete leko shata libo naya rako sete. Liko yata liko naya ribo sete. Leko shata liko sete leko yata liko naya rabo sete. Ya rako sete raka yata liko naya. Liko sete leko shata liko sete. Liko yata libo naya rako sete leko shata. Riko sete leko yata. Uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana, uturehemu Bwana. Riko naya sete leko shata liko yata liko yete leko siata liko siata liko siata liko yata liko naya liko sete leko shata liko sataya liko yata liko naya sete. Tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako, maana zimekuwako toka zamani, maana zimekuwako. Lekete shete lebo sata liko yata liko shete riko yata liko siata liko yata. Yeleba siataya, yeleba kotoya, liko sete malaka taya Baba, reko sete malaka taya lako shataya. Baba yangu na Mungu wangu, liko sete, tunaomba rehema zako, tunaomba rehema zako juu ya tabia zetu Bwana. Tunaomba uturehemu, tunaomba uturehemu, tunaomba uturehemu, tunaomba uturehemu. Utusaidie Bwana, utusaidie Yesu, utusaidie Mtakatifu, utusaidie Mfalme. Wengine ni tabia ambazo tunashindwa kuacha Bwana kwa sababu ya asili za nyumbani kwetu. Riko yata liko naya sete leko shete leko sete leko yata liko naya. Tunaomba rehema zako Bwana, tunaomba rehema zako Yesu, tunaomba rehema zako Bwana. Utusaidie Bwana, utuumbie tabia mpya Bwana. Tunasalenda tabia zetu kwako, tunaleta tabia zetu kwako, tunaleta tabia zetu kwako. Utusaidie Bwana, utusaidie Bwana. Tabia zetu zimekuwa ni mzigo, tabia zetu zimetuchosha Bwana, na sisi hatuzipendi Bwana, tunazichukia Yesu. Riko sete leko yata liko naya rako sete leko shata. Ili uache hiyo tabia ni lazima uichukie. Kama unaipenda itaendelea kukufata na utaendelea kuifanya, ila kama unaichukia ni lazima utaiacha. Liko yata liko sete leko shete leko yata leko sete. Salenda hiyo tabia kwa Yesu, salenda hiyo tabia kwa Yesu, salenda hiyo hasira kwa Yesu, salenda huo uvivu kwa Yesu, salenda huo shelati kwa Yesu. Riko shete leko naya. Kuna wengine wanafanya vitu lakini hawapendi. Kuna mwingine anajikuta ameanguka apendi. Riko yata liko sete leko shata liko sete. Baba tusaidie, bila wewe hatuwezi. Roho Mtakatifu tutengeneze kwa upya, tengeneza tabia zetu kwa upya. Jaza matunda yako ndani yetu Roho Mtakatifu, jaza matunda yako ndani yetu Roho Mtakatifu, jaza matunda yako ndani yetu Roho Mtakatifu. Utawale ndani yetu Roho Bwana, utawale kwenye tabia zetu Roho Mtakatifu, utawale kwenye tabia zetu Roho Mtakatifu, tawala kwenye tabia zetu, tawala kwenye tabia zetu, tawala kwenye tabia zetu, tawala kwenye tabia zetu, wala kune tabia zetu. Riko shete leko sata lako yata liko naya sete leko shete leko sata liko yete leko naya rako sete. Tawala kune tabia zetu, tawala kune tabia zetu Roho Mtakatifu, tawala kune mawazo yetu, tawala kune mioyo yetu, tawala liko naya rako sete leko shete. Tufundishe, tushauri, wewe ni mwalimu. Riko yata, wewe ni mshauri wetu, wewe ni msaada wetu, wewe ni msaada wetu. Tusaidie Roho Mtakatifu, bila wewe hatuwezi, bila wewe hatuwezi kuacha hizi tabia mbaya.
Roho Mtakatifu tawala mwenyewe Roho Mtakatifu tuumbie riko yata liko na ya rako sete leko jet eko yata liko sete leko shete leko set liko na ya sete leba yaka taya liko shet leko sete. Roho Mtakatifu ananiambia wanawake wengi wana tabia ya hasira. Unafyumwa haraka, unajibu bila kusikiliza, bila kuwaza. Yani wewe unaga muda wa kusikiliza, unaga muda wa kuwaza, wewe ni kufyumu. Liko sete leko shata. Bwana Yesu tusaidie. Liko yata. Roho Mtakatifu tusaidie. Tawala kwenye tabia zetu, tawala kwenye tabia zetu. Wewe uwe tabia yetu, wewe uwe tabia yetu, wewe uwe mwalimu wa tabia zetu, wewe uwe mwalimu wa tabia zetu. Utusaidie Roho Mtakatifu. Liko yata liko na ya sete leko shata liko sete leko yata liko na ya rako sete leko shete libo na ya rako sata liko shata liko yete leko sete leko yata liko yete leko na liko sete leko shata leko sete ya rako sete malaka taya. Neno la Mungu linasema heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Bwana. Kuna vitu ili tuvipate, ili tuone mkono wa Mungu, ni lazima kwanza mioyo yetu iwe misafi. Mioyo yetu iwe misafi. Na moyo kuwa msafi unaanzia kwenye tabia yako, kwa sababu kitu chochote ambacho kinazaliwa nje kinaanzia ndani ya moyo wako. Riko yata liko na ya rako sete leko shete. Bwana Yesu safisha mioyo yetu, Bwana Yesu safisha mioyo yetu. Roho Mtakatifu tawala ndani ya mioyo yetu, tawala ndani ya mioyo yetu. Likataya. Neno la Mungu linasema linda sana moyo wako, maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Moyo wako unatoa nini? Moyo wako unatoa nini? Neno la Mungu inasema kuhusu moyo kwamba uzinzi, uasherati, hasira, uovu, chuki zinatoka ndani ya moyo. Kwa hiyo tunakuja kugundua kwamba hasira inatoka moyoni. Hivi vitu ambavyo vinaonekana nje vinatoka moyoni. Uasherati ni matokeo ya moyo wako. Liko na ya rabo sete liko sete. Safisha mioyo yetu Bwana, safisha mioyo yetu Bwana, safisha mioyo yetu Bwana. Tuumbie mioyo mipya, tuumbie mioyo mipya, tuumbie mioyo misafi, tuumbie moyo msafi, tuumbie moyo msafi. Liko sete leko shete leko yata libo na ya rako sete liko shete lebo sete leko yata liko yata. Tuumbie moyo msafi, tuumbie moyo msafi Bwana, tuumbie moyo msafi Bwana, tuumbie moyo msafi Bwana, tuumbie moyo msafi Bwana. Liko yata liko na ya liko sete leko shata liko yata liko yete leko sete. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yetetelebayata lekoto shataya lekoto shataya lekoto shataya likaseteleba yetelebaya letelebaya 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 lekosotolebayata lesotolebayata lesotolebayata lekoshotoleba yatalabasetea lekoshetemalakataya. Tuumbie moyo safi. Roho Mtakatifu tawala ndani ya mioyo yetu, 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 tawala ndani ya fikra zetu, tawala 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 tawala. Liko sete leko shata liko yata liko naya liko sete leko yata liko naya rako sete ya rako yete leko shata yalabana ya sete yalabana ya lako setea ya lako shataya ya lako nanaya ya lako yetea leko setea leko yataya. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu Kristo. Yetelebasataya kwa jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu anasema tunyunyize damu ya Yesu kwenye tabia zetu. Riko sete leko shata liko naya lako sete leko yata liko naya rabo sete. Utaanza kunyunyiza kwenye moyo wako. Naachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, naachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, naachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, naachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu. Achilia damu ya Yesu kwenye moyo wako, achilia damu ya Yesu Kristo kwenye moyo wako. Neno la Mungu linasema
nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda. Riko sete leko yata liko yete leko sete lebo na liko sete. Tunashinda hizi tabia chafu kwa damu ya mwana kondoo, kwa damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu Kristo ni ushindi wetu. Liko sete labo yata. Kila siku iwe tabia yako kunyunyiza damu ya Yesu kwenye tabia zako, kunyunyiza damu ya Yesu kwenye mawazo, kwenye moyo wako. Na achilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, 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 na achilia damu ya Yesu kwenye mawazo yangu, kwenye fikra zangu, na achilia damu ya Yesu. Marakati ya likosa ya lako shata lika sete leko yata liko na liko sete leko yata liko yata libo na ya liko sete libo yete leko sata liko shata. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu, kwenye fikra zangu, kwenye moyo wangu, kwenye fikra zangu, kwenye moyo wangu, kwenye fikra zangu. Naachilia damu ya Yesu kwenye mawazo yangu, naachilia damu ya Yesu kwenye mawazo yangu, na achilia damu ya Yesu kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu, kwenye moyo wangu. Riko sete leko shata libo na ya rako sete. Na achilia damu ya Yesu kwenye tabia zangu, na achilia damu ya Yesu kwenye hiyo tabia ya hasira, na achilia damu ya Yesu kwenye tabia ya hasira, na achilia damu ya Yesu kwenye hiyo tabia ya hasira, na achilia damu ya Yesu kwenye hiyo tabia ya hasira. Na achilia damu ya Yesu kwenye hiyo tabia ya hasira, na achilia damu ya Yesu kwenye hiyo tabia ya hasira, hiyo tabia ya hasira. Damu ya Yesu pita, 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 damu ya Yesu pita kwenye hiyo tabia ya hasira, kwenye hiyo tabia ya hasira, kwenye hiyo tabia ya uvivu, kwenye hiyo tabia ya uvivu, kwenye hiyo tabia ya uvivu, kwenye hiyo tabia ya uasherati, kwenye hiyo tabia ya uongo. Riko yata liko naya liko sete leko yata lika naya. Na achilia damu ya Yesu kwenye tabia zetu, na achilia damu ya Yesu kwenye tabia zetu, na achilia damu ya Yesu Kristo. Riko yata liko yete leko sete leko shata liko yata liko naya. Ninaachilia damu ya Yesu kwenye hiyo tabia ya tamaa. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu kwenye tabia zetu zote mbaya ambazo zinatufungia malango ya ndoa yetu. Liko sete leko yata, ambazo hizo tabia zimesimama kama vizuizi, zimesimama kama vizuizi, zimesimama kama vizuizi zinazozuia utayari wetu. Ninaachilia damu ya Yesu, 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 ninaachilia riko yata liko naya. Marakati ya libosa ya lako setele kosa ya lako naya rabosa ya lako setele kosa ya lako shata labosa ya lako naya rakosa ya lako shetele bosa ya lako shetele kosa ya lako naya rakosa ya lako shetele bosa. Ninaachilia damu ya Yesu juu ya hizo tabia. Ninaachilia damu ya Yesu, 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 ninaachilia damu ya Yesu. Ziachie maisha yangu hizo tabia, achia maisha yangu, achia hatua zangu za ndoa, achia hatua zake za ndoa, achia hatua zake za ndoa, achia hatua za binti yule za ndoa, achia hatua za kijana yule za ndoa. Hizo tabia chafu ninaachilia damu ya Yesu. Yeteleba sataya liko sete malakataya liko shata libo sataya liko yata libo naya liko naya sete leko shete leko yata liko yata liko sete leko yata liko naya liko sete leko yata. Kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Riba yata liko naya liko se liko shete leko sata liko naya labo yata. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Lekete shete lebosa
kwa mamlaka jina la Yesu, kwa mamlaka jina la Yesu. Hizo tabia za asili na achilia damu ya Yesu, 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 na achilia damu ya Yesu. Marakata ya liko sete leko shete lebo naya lako sa liko yata liko yete leko yata liko yete lebo naya liko sata lekete shete leba yata likoya lekoya 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 yatata laba sete yatata lako shata lakaka yatalaba. Hizo tabia za asila muachie sasa. Hiyo asila kifuani muachie sasa. Hiyo asila kifuani muachie sasa. Neno la Mungu linasema asila ukaa kifuani mwa mpumbavu. Riko sete, na mpumbavu yoyote hawezi akaolewa, hawezi akaoa. Kwa kama una asila, shughulikia hiyo asila. Achilia damu ya Yesu kwenye hiyo asila. Achilia damu ya Yesu kwenye hiyo asila. Achilia damu ya Yesu kwenye hiyo asila. Riko yata libo naya liko sete leko shata liko sata liko shata liko yata liko naya labo sete. Tunaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Liko sete leko shata libo naya rako sete ya raba yata liko sataya ya lako naya labo sataya malaka tia lako shete lebasa yetelebata yetelebosa 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 kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwa mamlaka ya jina la Yesu. Hizo nguvu za giza zilizowafunga na zimegeuka kuwa kama tabia, achia maisha yao, achia maisha yao, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia 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 kwa jina la Yesu Kristo, achia kwa jina la Yesu Kristo, achia kwa jina la Yesu. Toka kwa jina la Yesu. Wewe asila unayesababishwa na nguvu za giza, toka 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 toka. Rika yata libo na ya sete lebosa ya rako shete lekete ya rabosa ya lako na ya lako sete lako sata maraka taya liko shete lebosa ya lako na ya lako sete. Achia kwa jina la Yesu. Toka kwenye mikono yao, toka kwenye vifua vyao, toka kwenye fahamu zao, toka kwenye nafsi zao. Ninakuondoa kwa moto Roho Mtakatifu, ninakuondoa kwa moto Roho Mtakatifu, ninakuondoa kwa moto Roho Mtakatifu. Rika sata lako na ya sete leba ya katia kwa mamlaka jina la Yesu. Lekete shete lebo sete malaka tia liko yata libo sete. Neno la Mungu inasema apataye mke apata kitu chema na apata kibali kwa Bwana. Tabia zetu zinaweza zikatuondolea kibali kabisa. Ya labo sete leko shete lebo naya lako sete leko yata leko naya leko sete leko shata lebo naya. Tunaachilia damu ya Yesu kuna hizo tabia zetu, tunaachilia damu ya Yesu. Damu ya Yesu kanene mema, damu ya Yesu kasafishe, damu ya Yesu katurekebishe katika jina la Yesu. Tukazishinde hizi tabia mbaya kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tabia zisisimame kama vizuizi vya kutuzuia sisi kuingia kwenye mpenyo wa ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Leo tutaishia hapa kwenye maombi yetu. Unaweza kuomba usiku, unaweza kuomba muda wote ambao Roho Mtakatifu atakuongoza. Omba kwa kumaanisha. Omba kwa kumaanisha. Mungu akubariki sana sana sana. Usisahau kusubscribe, kulike, lakini pia kushare. Channel yetu ni mpya. Subscribe, alika na wengine. Subscribe, share. Mungu akubariki sana. Hii ni Jaya Ministry, The Healing Ministry. Ninaamini Mungu atakutengeneza, atakuponya, atakufungulia mlango wa ndoa. Mungu akubariki sana sana. Mimi naitwa Amo Abi.